Bwana, tafiti zinaonyesha kuwa Wakristo na Waislamu, dini ambayo ina waumini wenye furaha zaidi, wanatajwa kuwa ni Wakristo. Tafiti hizo ambazo zimefanyika kwenye vyuo vya London. Chuo hiko kutokana na msingi huo kimewekewa deshi kistajwe kutokana na kuepusha uhasama, lakini wao wametaja vipengele hivi ambapo wewe Muislamu au Mkristo unatakiwa ujue. Ndio vilivyofanya uchunguzi huu uonyeshe kuwa Wakristo ni watu ambao wana furaha zaidi. Kipengele cha kwanza kinatajwa kutokana na mwelekeo wa dini, maudhui ya theology ya dini hizo. Wakristo wanatajwa kuwa na dini ya demokrasia, ambapo muumini wa dini yake hafosiwi kwa sheria wala adhabu ikiwa atavunja baadhi ya kanuni au amri za dini hiyo. Yani Mkristo anaweza leo hii akazini, akafanya usaliti wa aina yoyote, anaweza asiende kanisani, anaweza akavunja amri zote zile 10 za Mungu, lakini asihukumiwe na ile mamlaka ya dini. Wakati huo kinyume chake, kwa dini ya Waislamu hasa wale ambao wanaishi kwenye zile kanda za Kiarabu, ni kwamba mtu asipoenda kuswali tu pengine ile muda wa ibada, basi adhabu kali zinaweza zikamkuta. Mtu anaweza akafanya udokozi tu, lakini akapata adhabu ikiwemo kukatwa mkono. Lakini pia anaweza akafanya vitendo vya uasherati. Kwa mwanamke anaweza akapigwa mawe mpaka akafariki, lakini pia kwa mwanaume halikadhalika kuna adhabu sana namna hiyo. Kwa kipengele hicho wengi waliishiwa hoja. Lakini kipengele cha pili kinatajwa kuwa ni muktadha wa kifamilia. Kwa jamii ya Kikristo, familia inatajwa kuwa ni jambo ambalo linaanzishwa kwanza kwa wawili kupendana na kuamua kwamba wanaoana. Na hata kama swala hilo linaweza likafanyika kimila kwanza kabla ya ndoa ile, ndoa hiyo inatajwa kuwa ni ya mke mmoja au mume mmoja, ambapo wawili hao wanakuwa na furaha ya muda huo. Huenda kukawa na madhara kama vile kuchepuka na kufanyiana madhila baadaye, lakini uthabiti wa ndoa unapitia madaraja mbalimbali ya kusuluhishwa, lakini kitendo cha kuachana kwa talaka kikiwa ni jambo gumu sana ambalo Mkristo anapitia. Hivyo furaha ya kifamilia baada ya ndoa inahakikishwa kwa watoto, lakini pia kwa wanufaika wanaozunguka ndoa hiyo, hata kama mume na mke watakuwa hawana furaha. Kwa upande wa Waislamu, swala la ndoa linatajwa kuwa ni kinyume chake, kwa kuwa mipango huwa huandaliwa na upande wa kiume, na hata kama swala hilo litakuwa la kimila, lakini kwa dini ya Kiislamu ambayo ndio mwenendo na inakuwa mila mpya na kuchukua mila zote za kitamaduni, basi familia hiyo inaanzishwa kwa upande wa mwanaume pekee kuamua. Hivyo wazazi wataridhika na mwanaume na kuomba mahari, lakini pia uhakika wa kudumu kwa ndoa hiyo ukiwa mdogo, kwa kuwa tu mwanaume anaruhusiwa kumpa talaka mkewe muda wote akiona anaenda kinyume cha maandiko, lakini pia anaweza yeye mwenyewe akaamua kuoa mke wa pili, wa tatu na wa nne, hivyo kupunguza furaha ndani ya ndoa. Isipokuwa mwanaume pekee huenda akawa na furaha. Lakini pia muktadha wa familia hizo za ndoa ya mitala unapelekea magomvi ya kutosha ndani ya nyumba, lakini pia visasi na hata kuwekeana inda na kudhuriana kwa familia kutokana na wivu wa mapenzi, hivyo kupunguza furaha ndani ya ndoa. Kipengele cha tatu, waliangalia maendeleo ndani ya familia. Inatajwa kuwa familia za Kikristo zinatajwa kuwa na furaha kutokana na kufurahia maendeleo ambayo yanapatikana. Huenda wakawa na kipato kidogo, lakini kutokana na familia kuwa ndogo ya baba, mama na watoto wao, ikawa na furaha hatimaye. Wanasema kuwa hata kama kuna michepuko na watoto wa nje, lakini walau familia inashikamana kwa familia kuu ambayo inatambulika kisheria. Hivyo baba anakuwa na wajibu wa kutafutia, lakini mama pia ana wajibu wa kutafuta kwa ajili ya familia. Hivyo familia inafurahia kipato kutoka kwa baba na mama ambacho kinaingia kwenye maendeleo ya familia kwa ujumla.
kupatikana kwa mlo, kupatikana kwa malazi, lakini na huduma muhimu zinafanya maendeleo ya familia za Kikristo kutajwa kuwa juu kuliko familia za Kiislamu. Kwenye upande wa familia za Kiislamu yanazungumzwa mengi, ikiwemo ndoa za mitala kupunguza kipato cha familia, lakini pia idadi ya watoto wengi kuyumbisha mwelekeo wa uchumi wa familia. Na kama hiyo haitoshi, baba anatajwa kuwa ndio mtafutaji, huku dini ikihimiza mwanamke asifanye kazi yoyote, na huo ukiwa ndio utamaduni. Hivyo mwanaume yeye ndio mchakarikaji na anayetegemewa kwenye familia. Akiumba yeye, basi familia nzima inaingia kwenye dimbwi la umasikini. Kwa vipengele hivyo vitatu, utafiti huo unaonekana kuzunguka kwa kasi duniani na kuonyesha kuwa mtu anaweza akafanya furaha na maisha yake yakaenda vizuri ikiwa hajajiattach au kujifunga na dini yoyote. Mtu alijifunga na dini ya Ukristo au na dini ya Uislamu, wote wanakosa furaha kwa kiwango kimoja, isipokuwa nani anayepata furaha na kukosa furaha ni swala ambalo limebakia kuwa ni swali kuu. Lakini kwa dini hizi mbili ukikompea, walau Wakristo wanatajwa kuwa na furaha kuliko Waislamu, huku watu ambao hawana dini wakitajwa kuwa na furaha zaidi, kwa kuwa huweza kufanya kila kitu pasipo kufungwa na kanuni za imani. Mpenzi mtazamaji wa makala hii, sifahamu dini yako, lakini nawe unaweza ukaweka komenti yako hapa kutuambia, je, utafiti huo ni sahihi?